Mimi nakwambia Chagamba, tuseme haya, aende kufananisha jezi, angetoa pre-season ile. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Ile kipindi ambacho viongozi wanapoongea na wachezaji. Ndio. Mimi nilikuwa naomba watumie hata dakika 5 viongozi. Waoneshe zile video za hamasa. Sijui unanielewa? Ni jezi moja ya ligi. Nikaa nasubiri jezi ya Champions League itakuwa tofauti kwa sababu tunaenda kwenye vyumba kidogo kocha atoe mawazo yake. Oya, yule kocha Rafaeli akutoa wazo hata moja. Alikaa kimya. Namuomba mwekezaji wangu Jairuti afanye mpango na jezi za watoto. Jezi za watoto. Juliana wakawaone kabisa, waoneshwe video za hamasa. Waoneshwe video za tena zile za jua kali, zile. Alafu yale mashtaka unaopewa moja kwa moja unaona kabisa huyu mmiliki mwenyewe. Wakuja kushangaa. Yaani kwenye mafremu kuna nyumba kama 5 6. Aliwaita yule ndo mkongwe kipindiko kashastaafu. Alikuwa na bonanza lake. Ndio. Kawaita wale madogo ambao waliwaachia hivi viatu. Yaani huyu mtu ambaye mmemwita kakubali wito wake. Lakini kaenda kumwita na mwingine. Alipigwa mashine kwenye cutting hapa. Wewe madaktari wa Ulaya wanakuambia kabisa ukiguswa tena wewe jicho umepoteza. Ingeenda sana. Hata ile ya pre-season angeweka tu hapa Mokola. Ligi. Chukua ya ligi. Chukua ya pre-season. Ukizichanganya pamoja, ubora wake ndio itafikia Champions League. Maana yake ni jezi ambayo tofauti na hii ya ligi ambayo tuloiona. Wakaenda Steve Gerrard akaendelea kubaki chumbani. Umeona? Na kocha naye akaendelea kubaki chumbani. Kwa hiyo wakabaki watu hawa wawili. Shemeji baada wewe. Mbona afu shemeji ujue kama umekonda hivi? Mimi umepungua? Hapana. Jana ulikuwa umenenepa. Utambulisho wa jezi tu. Hatari. Nimekwambiaje? Chizi anachekesha akiwa atoki nyumbani. Nishamaliza. Huku mzee Masato anasema kwamba Chizi anachekesha akiwa atoki kwenu. Lakini Miraji sakata la jezi kwamba mmerudia jezi zile kuziweka logo bado linaleta sintofahamu kwa watu. Chagamba ni kweli kwa sababu ni tabia ambayo tulozoeshwa. Tushazoeshwa kila mashindano yana jezi yake. Ndio. Lakini Chagamba vile tunatakiwa tukubali mabadiliko. Jairuti anahitaji pesa. Aendelee na itenda. Na hakuna mdhamini yoyote anawekeza kokote asiohitaji faida. Lakini Chagamba tambua sasa hivi dunia imetanuka. Kuna mikataba. Ndio maana Simba akapewa chake. Hivyo Simba na Jairuti nani anahitaji jezi mpya? Jairuti. Jairuti. Kwa sababu Simba kashachukua chake. Si ndio? Hivyo Jairuti hauoni upepo? Anauona. Kashindwa kwani kutoa jezi hata za zile pre-season tukachezea Champions League? Sijajua kwa nini nazienda ambazo zilikuwa pesa. Chagamba, ogopa sana kitu ambacho kinachoitwa mkataba, alafu kuna saini yako. Kivipi yani? Yule anabanwa na mikataba. Mimi nakwambia Chagamba, ingawa yeye anaweza siongee hiki mimi ninachokiongea. Lakini upepo na uona kabisa. Jezi yoyote, umeona, ikiwa tofauti na hii ya ligi, lakini kuna kacha ya Simba, hakiipeleka sokoni, mauzo yake balaa. Ndio analijua. Ndio. Kwani kashindwa kutoa? Yaani ndio swali. Kashindwa kutoa Chagamba. Hilo unakuta mikataba aloingia na Diadola mwanzo ndio inambana. Huo ndio uwazi Chagamba. Mikataba. Mifumo ya wazungu. Lazima twende kwenye mifumo. Kweli tabia inatuathiri. Umeona? Hiyo hatukatai. Hata msemaji wetu juzi alizungumzia tabia. Alizungumzia tabia. Kama hii jezi mpya tunaenda kutoa msimu huu ya Champions League. Chukua ya ligi. Chukua ya pre-season. Ukizichanganya pamoja, ubora wake ndio itafikia Champions League. Maana yake ni jezi ambayo tofauti na hii ya ligi ambayo tuloiona. Na akasema ukivuta kuanzia Mwenge mpaka Posta hata nyuzi moja. Kwa hiyo tukajua kabisa ni design tofauti. Lakini Chagamba yeye ataongea kama msemaji, hataongea kama kwenye hamasa. Lakini kwenye uhalisia Chagamba Jairuti mikataba inambana. Wazungu ndo hapo hivyo.
Mikataba ya Jeruti na Diado. Ndio inambana. Wazungu ndio wapo hivyo Chagamba, yani Chagamba kubali kataa, ukweli ndio huo. Jeruti hakushindwa kutoa jezi mpya. Na hata kwenye kufananisha jezi mimi nakwambia Chagamba, tuseme haya, aende kufananisha jezi, angetoa pre-season ile. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Ile kiu ya pre-season watu wanavyohitaji, anajua. Mpaka leo watu bado. Mpaka leo anajua. Jana Sheikh Hussein mimi kaniulizia. Mara moja hii ya pre-season haijauzwa, nikamwambia Sheikh Hussein, zile jezi zimetolewa kwa wachezaji na mastafu. Kwa wachezaji na mastafu. Ukitaka ile jezi, huwa una urafiki aidha mchezaji au stafu yote ndio akupe. Lakini dukani ile jezi haijaingia. Kwa hiyo kwenye kufananisha jezi akituletea ile. Hila hapa baadhi ya vitu kubadilika Chagamba, ndio mifumo ya Diadola. Yaani mifumo ya mikataba ndio imekuja umeona kutuletea kitu cha tofauti sisi tulichokizoea. Ila ninyi na ukija kwenye uhalisia Chagamba, kwenye uhalisia au kwenye uswahili, Simba yeye kashachukua chake. Umeona? Na huyu mtu ambaye alowapa chake Simba anahitaji faida. Lakini alijua kabisa kama Diadola anakihitaji hiki. Na mimi nimekubali hiki. Lakini nitatoa hii, alafu hii nitaenda kubadilisha mzamini, nitaibusti. Itauzika kama mpya. Mimi nilinunua ya blue ya ligi. Sijui unanielewa? Nilinunua jezi moja ya ligi. Nikaa nasubiri jezi ya Champions League itakuwa tofauti kwa sababu nyingine ni tabia ambayo tushazoea. Ni kweli. Hii tabia tushaizoea. Yaani tayari viongozi na wazabuni walishatuzoesha. Lakini imekuja tabia ambayo tofauti na inaingia kwenye mikataba. Nitaenda kununua nyekundu. Utaenda kununua nyekundu. Nyekundu. Ambao toka juzi ulikuwa unasema kwamba unasubiri ununue nyekundu. Kwa sababu nilinunua ya blue, naenda kununua nyekundu. Naenda kununua nyekundu, lakini kwenye uhalisia mikataba ndio inambana Jeruti. Kwamba uenda baina yake na ukiona tofauti, basi lazima aende kubadilisha vipengele vya mikataba. Kama jamani, hii inaniathiri mimi. Tabia yetu sisi hii. Wale watamwambia fanya hiki, watakaa chini, watabadilisha mikataba, tunaweza tukarudi kwenye uhalisia wetu. Kama wakikataa, basi hii ndio mazoea. Ndio itabidi tuzoee. Kupata mtu mwingine. Ni moja mabadiliko Chagamba, ni moja mabadiliko. Wewe umepokeaje? Kwangu mimi? Mimi nimeyapokea kama Jeruti alivyopokea. Ndio maana naenda kununua nyekundu inshallah, Mwenyezi Mungu akinijalia hapa kati mambo yakikaa vizuri. Nataka kesho nikachukue uzi mwekundu. Kesho hiyo. Kabla ya Jumapili. Nikauandike nyuma hapo mara moja kwa sababu JR nishamwachia Abduli. Sasa hivi nasimama mara moja. Abduli nasimama mara moja JR. Mimi itasimama mara moja. Na kitu kingine namuomba mwekezaji wangu Jeruti afanye mpango na jezi za watoto. Jezi za watoto. Abduli hana jezi za msimu huu, hana. Ananiambia baba unatamba peke yako tu msimu huu. Kwa atoe na za watoto Abduli apate. Namuomba atoe na jezi za watoto. Umeona kwa sababu wanetu tayari washaingia kwenye isumu ya mnyama, kwenye mifumo ya mnyama. Sasa kila msimu tushazoesha, nao wanapata jezi mpya. Kwa hiyo ukija kuangalia hizi jezi alizotoa sasa hivi hakutoa za watoto. Kwa hiyo tunaomba hizi za kafu hizi hakatoe na za watoto. Lakini Miraji, kama nilikuwa ni mkataba, kwa nini hakutoa wazi mapema akawafahamisha watu kwamba jamani, mimi mkataba ambao ninao nitaruhusiwa kutoa jezi hii na jezi ya namna fulani hataki kubadilika sana kulingana na yule mtu ambaye mimi ananifiatulia jezi. Unajua Chagamba akawaandaa watu kisaikolojia. Unajua Chagamba kwa sababu unahitaji kitu ambacho kilichokuwa quality. Mara kwanza unaweza kukubali mikataba ikubane. Lakini baadaye ukapeleka kama ombi. Sasa kipindi kabla hujajibiwa hauwezi ukatoka mbele ya watu ukasema jamani 1 2 3. Haya umesema 1 2 3, watu washajiandaa na zile. Alafu baadaye umeleta mzigo mpya. Sijui unanielewa? Ndio. Umenielewa hapo? Kwa hiyo yeye labda kakubali mikataba imbane, jezi itasimama moja. Kipindi ambacho jezi imeuzika ya ligi, tunakaribia Champions League, kapeleka maombi. Ndio maana akashindwa labda kutuletea mrejesho. Kwa nini hakutuambia mapema? Lakini Chagamba mimi nakwambia kiuhalisia, huu pepo anaujua. Kama angetoa jezi tofauti na ya ligi, upepo ungetembea. Ingeuza sana. Na yeye mwenyewe anajua kabisa anahitaji pesa, lakini unakuta pale kuna saini yake. Umeona? Lazima rudi tena kwa Diadola. Umeona? Lazima rudi tena kwa mnyama. Jamani, hapa tunatakiwa tuongeze nguvu haya mashindano mawili tupate jezi tofauti. Ndio. Sijui unanielewa?
Mwaka huu tunafunika kombe, lakini mwakani haitakiwi hivi. Watu washazoea hivi. Ndio maana milolongo lakini kiukweli Chagamba msimu huu tuna jezi kali sana. Hii jezi inahitaji iendane na ubingwa. Kweli mimi nakwambia jezi mnaoimiliki sasa hivi. Hii jezi tunaomiliki sasa hivi tunatakiwa Chagamba tuchukue ubingwa. Tuna jezi kali mno. Ubingwa upi? Kumbuka kabisa mtani wetu katoa jezi hizi 3. Hizi 3. Lakini angalia mtaani. Sisi somo letu la mauzo ya jezi tunaona mtaani. Hao wawekezaji hawezi kuja mbele kukwambia nimepata faida au hasara. Utajua mtaani. Zinavaliwa? Ya, imetoka Nia, imetoka GSM, imetoka tena GSM. Sijui unanielewa? Na za sasa hivi nasikia. Umeona? Designer. Designer mwamba mmoja hivi pale kwao ana cheo. Ana cheo cha majengo. Nasikia ndio maana akaeka kiwanja cha kujengea gorofa. Sasa mwenye cheo si engineer huyo. Nimekuchomekea hiyo. Yeye engineer huyo. Mzee Masatu kanibonyeza. Sasa Ayusho. Unamwamini huyu? Anaambia ti design kumbe ipo pale pale. Mzee Masatu anakuambia jezi ya Twin One. Kwa hiyo bwana Chagamba mimi nimemuelewa sana Jairuti lakini kiuhalisia mikataba inambana. Huu pepo wote anauona. Hivyo wewe Chagamba kweli kama huu pepo ungekuwa umbani. Hii Simba ya Morris Abraham upepo uliokupo sasa hivi angepeleka jezi design yote tofauti ingekuwaje? Ingeenda sana. Hata ile ya pre-season angeweka tu hapa Mokola. Tena ile ndio watu wanaamna. Kitambaa kina gharama, angerudi kwenye kitambaa hiki. Angechukua ile design, angefesha kwenye kitambaa hiki. Chagamba, mikataba ya wazungu unaionaga fair tu mwanzo. Lakini mbeleni ukitaka kuleta uswahili, ndio utajua mzungu ana msimamo aina gani. Hapo ndo panapoletwa. Ndio hiki kitu ambacho kinachombana Jairuti. Vitu vya Ulaya vile. Vitu vya Ulaya. Vitu vya Ulaya. Bwana, unaweza kuishi kama Madrid? Ndio, unaweza kuishi kama Roma. Unaweza kuishi kama AC Milan. Unaweza kuishi kama Manchester United. Unatoa wadhamini tu, lakini material yale. Unaweza? Naweza. Mimi nafatua. Sign hapo. Mimi nakwambia Chagamba. Kaja hamasa zinaendelea na huenda mwisho wa hamasa ikawa ni kesho ambapo Young Africans atakuwa yuko uwanjani na ninyi itakuwa ndio siku ya mwisho kumalizia hamasa kwenda kwenye mchezo wenu Jumapili. Ni kweli Petro alitakiwa ingie jana, kuna dharura waliipata, wanaingia leo mchana. Kwa taarifa ambazo nilizozipata za ndani, Petro anaingia leo. Na kitu kimoja Chagamba mimi nilikuwa nakiomba sana. Kipi hicho? Kipindi ambacho sisi tunaendelea na hamasa. Ukiingia kwenye mitandao ya Simba hapo kwenye mapeji, tunaonesha wachezaji jinsi wanavyojiandaa. Wachezaji wanavyomaliza mazoezi, wanapata muda wa kuongea na viongozi na benchi la ufundi. Sasa kipindi ambacho viongozi wanapoongea na wachezaji, mimi nilikuwa naomba watumie hata dakika 5 viongozi. Waoneshe zile video za hamasa wachezaji. Wachezaji waonyeshwe video za hamasa. Yani video watu wanaofanya hamasa mtaani. Mimi nilikuwa naomba wachezaji kipindi ambacho viongozi wanaongea nao waoneshe hata dakika 5 video za hamasa na lile jua linaotoka la saa 6 la saa 7. Alafu kumbuka huyo mtu anahitajika kazini. Umeona? Kaomba ruksa kwa dharura. Bosi anamuona, wewe umesema unaumwa na kuona kwenye ubaya ubwela. Kwenye hamasa. Lakini baridi ndio maisha yetu, twende mbele. Sijui unanielewa? Ndio. Waonesha hata dakika 5 wachezaji. Yaani unalenga nini hapa Milani? Unalenga nini? Wao tunaonesha majukumu yao. Ndiyo. Na sisi waonesha hata dakika 5 majukumu yetu. Majukumu yenu kwenye kujaza uwanja. Alafu tunavyopambana. Waonesha Mediali anavokaa kati anavolitaka dimba lake la ubaya ubwela. Hata dakika 5 waonesha wachezaji. Kuna kitu kitawaingia wachezaji. Kwamba najua hili. Nakwambiaje kuna kitu kitawaingia. Sijui unanielewa? Mmeona mchezaji wa 12? Nyinyi si mmemwita kwa sababu sisi ndio wanatuita. Jamani, hii mechi yetu sote. Ndio. Njoeni, nyinyi ndio mpo wengi. Na sisi tumekubali, tumeitikia wito. Nakumbuka yule anaofanya hamasa haingii bure. Pale kashakata tiketi yake, aiza 5,000, 10,000 au 15,000 yupo mfukoni. Kula yake anategemea pale, maana yake kwenye utafutaji wake alipi. Anajua mwenyewe anapata wapi hela kule. Ndio. Anapata wapi hela kula yeye na familia yake. Ndio. Umeona? Hela kiingilio kashajua anapata wapi. Alafu kumbuka jua linamchoma kuanzia asubuhi mpaka night.
Kwa sababu unakuta sometime magari ya hamasa mimi nishapishana nayo Buza ile ya juzi. Saa 2 ndio anarudi. Manake ni usiku huo. Siku imeisha hiyo. Siku imeisha. Mtu kaanza asubuhi hiyo. Wachezaji wanatakiwa waoneshwe hata dakika 5. Mnataka kujenga. Yaani huyu mtu ambaye mmemwita kakubali wito wake, lakini kaenda kumwita na mwingine kwenye jua kali. Kwenye jua kali. Alipwi na tiketi apewi bure. Anakata kwa hela yake na hamasa anafanya bure kwa mapenzi yake. Umemuona mchezaji wa 12? Kazi kwako. Waoneshwe hata dakika 5. Kuna kitu kitawaingia kichwani. Kuna kitu kitaingia kichwani. Sijui unanielewa. Yaani kuna zile sumu, kuna hamasa. Kwamba mnaona Liverpool ule mwaka ambao anamfunga AC Milan Champions League. Baada ya kipindi cha kwanza kupigwa chuma 3, Liverpool walivyoenda kwenye vyumba kidogo kocha atoe mawazo yake. Oya, yule kocha Rafaeli hakutoa wazo hata moja. Alikaa kimya. Kila mtu unaambiwa Steve Gerrard, yeye anadisia Steve Gerrard. Kila mtu anaogopa kumwangalia mwenzake usoni. Anajua uzuni alikopo nao Chagamba, nikimwangalia tu na mimi nalia. Kila mtu kainamisha kichwa chini. Kuongea. Watu wanaitwa. Jamani, haya matakiwa mrudi mkamalizie Ungwe. Ya pili. Ya pili. Wachezaji wakaenda Steve Gerrard akaendelea kubaki chumbani. Umeona? Na kocha naye akaendelea kubaki chumbani. Kwa hiyo wakabaki watu hawa wawili. Kocha na nahodha. Wale wachezaji wengine wakajua sasa Steve Gerrard ndo anapewa maagizo, anapewa nondo tuje kucheza kwa staili gani. Kumbe Steve Gerrard kitu tu ambacho kilimjia kama mimi naenda kuongeza hamasa kwa wenzangu. Steve Gerrard akarudi uwanjani. Anaona Steve Gerrard anatoka na kocha naye anatoka. Kufika kawaita wachezaji wenzake. Oya. Kocha kashaongea. Shansoma. Hii mechi hakuna tena mtu kubaki nyuma. Tukashambulia. Wao wameshinda kipindi cha kwanza, kocha anasema sisi tunao uwezo wa kushinda kipindi cha pili. Tunashindaje? Umakini, mona, kati, nyuma, mbele. Lakini tunatakiwa tucheze sana mbele. Oya, baada ya chuma ya pili, kocha ndo anasimama. Alafu kitu ambacho anachokionyesha wachezaji wakasema kweli Gerrard aliambiwa. Umewalata kufanya hivyo, oya, sogea, wakasema kumbe maagizo yale. Watu wakaenda kuchomoa chuma ya 3, 120 wakaenda, watu wanaenda kuwa kwenye penalti. Umeona? Baadaye kocha anamuuliza Steve Gerrard, ulivyowaita wachezaji uliwaambia nini? Nikamwambia mimi nimeenda kwa hapa maagizo uliniambia wewe. Wakati maagizo hajapewa. Kama hakuna kubaki nyuma, mbele kwa mbele. Kwa hiyo vipo vitu ambavyo vya kuongeza hamasa. Sasa katika kitu kimoja hapo cha kuongeza hamasa, wachezaji wakaonyeshwa hata dakika 5 tu. Sijui unaelewa namna ambavyo mnatumia muda wenu kufanya. Wakawaone kabisa, waoneshwe video za hamasa. Waoneshwe video za tena zile za jua kali, zile ndo wakaoneshwe. 7 saa 8 zile ndo wakaoneshwe. Dakika 5 tu inatosha. Alafu asiambiwe chochote. Mmemwona mchezaji wa 12 huyu? Anamtafuta mwenzake. Huyu kaaga kazini anaumwa. Ndio. Umeona? Huyu kaomba likizo ya wiki. Hapa hamna mtu anayemlipa kula wala hamna mtu anayemkatia tiketi. Yuko kwenye majukumu ya kumuita mwenzake. Yupo kwenye majukumu ya kumuita mwenzake. Meelewa basi azima video. Kwa mchezaji mwenye akili anaelewa. Ndio. Kwa nini kaoneshwa kile kitu? Baadaye atakapokuja kukuta uwanja umejaa anajua ile imetiki. Kuna story moja ndogo nikupe. Unamjua Hamza Kadiba Boba? Ndio. Mwanangu. Ndio. Hamza Kadiba kipindi ambacho anachezea Simba, huyo mchezaji mwingine simtaji. Ndio. Ila alikuwa kipa mkubwa sana Simba. Sawa. Alikuwa na bonanza lake Mbezi Kimara huko. Akawaita dogo zake wakina Hamza Kadiba. Wakaenda kucheza. Ndio. Umeona? Baada ya kucheza, yule mchezaji sasa aliwaita, yule ndo mkongwe kipindi kiko kashastaafu. Alikuwa na bonanza lake. Ndio. Kawaita wale madogo ambao waliwaachia viatu. Lakini yule mchezaji Simba alikuwa ni golikipa, alikuwa mkubwa sana. Ndio. Kafanya mengi sana. Ndio. Anakaa Mbezi Kimara. Baadaye walienda kina Ibrahim Wajibu, wakina Saidi Hamisi Ndemla, walienda kina Kichuya, walienda. Ndio. Baadaye akamwambiaje? Twendeni nyumbani kwangu, mkaoge, mbadilishe nguo, mule, alafu muende makwenu. Wale wakakubali. Baada ya mchezo kumalizika. Kipindi sasa wanaenda kwake. Wanashangaa kila sehemu ule mchezaji anasimama anapigishwa story, lakini heshima anaopewa
yani kama mmiliki wa vile vitu. Yani kwa mfano unaitwa kwenye nyumba fulani, "Oh baba mwenye nyumba njoo." Alafu yale mashtaka unaopewa moja kwa moja yani una kabisa huyu mmiliki mwenyewe. Wao kuja kushangaa. Yani kwenye mafremu kuna nyumba kama 5 6. Alafu alipofika kwenye hiyo jumba lake, "Oya baba." Yani hiyo jumba lake ndio lilikuwa balaa. Jumba kama lina ngazi ni kama unashuka chini hivi. Wewe unapeleka juu, mwanamume floor kapeleka chini. Wale walio kujenga watu walipoingia kwenye mabafu wakasema, kama hili ndio bafu langu mimi la mgeni lake inakuaje? Sasa baadaye kipindi wanarudi bora wale wenyewe kina Bobano wakasemaje? Mkubwa kuna kitu katufundisha. Hata kama yeye mwenyewe hajaongea. Tunakamata hela. Lile somo katufanyia vile maksudi. Katufanyia vile maksudi. Wadogo zangu mmeona? Nyinyi zama zenu zina hela kuliko sisi. Sisi ndio tumejichanga hivi. Tunaheshimika hivi na tunaishi hivi. Yaani kwa hiyo wao wenyewe wamepewa somo bila kuzungumza. Bila mkubwa kuzungumza. Kwa hiyo vipo vitu ambavyo utaoneshwa tu picha. Hamasa inaingia yenyewe. Kwa hiyo umenielewa? Nimekuelewa. Dakika 5 tu. Maombi ni kwamba dakika 5 tu zinatosha. Zile video za hamasa za jua kali waoneshwe. Alafu anaambiwa, "Oya, tunaenda kuuana na Petro." Huyu wa 12 mmeona maandalizi yake. Kama na uwezo kufanya hamasa kwenye jua, ashindi kushangilia kwenye jua. Wewe upo tayari kupambana kwenye jua la saa 10? Kwa sababu huyu ameshinda Alafu kumbuka afanye hamasa siku moja. Afanye hamasa siku moja. Wewe unacheza siku moja. Dakika 90. Saa 1:30. Yeye afanye siku moja. Asubuhi mpaka usiku, afu kesho yake anamka tena. Sio uane. Hiyo unaweza ukaitafsiri tu kama mauaji. Lakini tafsiri sisi Waswahili tunajua ni mapambano ambayo yalikuwa ya amani. Mapambano ya amani. Hivyo Chagamba kuna mchezo hatari kama ngumi. Lakini angalia pambano likisha. Watu wanapeana fea, wanachekiana, afu wanaelekezana. Ngumi zote hizo. Wewe mchovu kweli, pumzi hata hauna. Lakini angalia pale, mtu anapewa hivyo, kashaenda kwa daktari mara 3 mara 4, mtu ana cutting hivi. Lakini kisha tu anapeana fea, ndio itakuwa mpira kushinda kupeana fea. Unavimba mwezi. Mauaji. Kamuulize nani Bruno. Bruno kastafishwa ngumi na Tyson akiwa kijana. Alipigwa mashine kwenye cutting hapa. Wewe madaktari wa Ulaya wanakuambia kabisa ukiguswa tena wewe jicho umepoteza. Wewe unafaujua watu wa Ulaya wanavokaa chini, lakini ile chuma alichemka kumrudisha kwenye ringi. Wakaambia, "Oya, ukifanywa umelipoteza." Bruno kafanya hivi. Achana na ngumi wewe. Bwana, mimi nilikuwa na Miraji mara moja, Che Guevara, Umoja wa Mataifa. Captain, malizia salamu. Nataka nikafunge. Salamu nyingi kutoka kwa Anthony ndani ya USA, kutoka kwa Ulasa Chalinze. Salamu nyingi kutoka Msumbiji ndani ya Pemba hapo. Unasalimiwa sana. Salamu nyingi kutoka Mweda. Salamu nyingi kutoka South Africa, African Joy. Mona anakusalimia Bobo. Mona anakusalimia mwanangu Dede. Sio unaelewa? Brother Ali anakusalimia. Sio una salamu nyingi kutoka Australia kwa Iradi. Salamu zipo hivi Mani Kiungo. Mona kutoka Echumeme kidogo hapa kuna matatizo alipata. Juzi kati niliongea naye. Ila alhamdulillah anaendelea vizuri. Kuna matatizo fulani ya kifamilia na mwili wake ulikuwa upo sawa. Lakini sasa hivi anaendelea vizuri. Salamu nyingi kutoka Falme za Kiarabu. Mikidadi Omari Mikidadi. Anasema hivi, mwambie Chagamba zidishe sauti nimsikie. Ujumbe wake ananong'ona. Salamu zako hizo. Size ni medium. Sawa, atanipa majibu.